Jamani karibuni. Wow, jamani. Karibu sana. Asante sana. Hongera mwana. Karibu hapo dada. Nimekaribia jamani. Karibuni jamani. Haya mwanangu asante. Mama hapa ndo kwa mkwe yako, dada hapa ndo kwa shemeji yako baba Eze. Eze amelala. Nini? Jamani. Hii nini sasa mama? Redio hiyo mama. Mama angalia watu hapa. Nimeona. Haka nako mwanangu. Mama jamani hiyo TV. Sasa hapo nafunguaje hapa? Mama. Hivi sijui baba Eze mwenyewe TV yake kana. Mama mwana rudi huku bwana, usije kuonyesha sana. Ile ya kutia maiti hapa ni friji. Wasije kanirusha kwanza. Mimi nikajua jeneza. Jamani. Haka nako kakabati vivyo vizuri. Jamani mwanangu. Mama jamani rudi. Angalia kwanza mwanangu wewe. Hapa kuna mnyamaji kwani? Hapo ni kunawia mama, wakati ukiwa makula. Yanatoka. Mama wewe. Na kale deka nini mwanangu kale? Ile mama sebeni. Mjukuu yuko wapi mwanangu? Mama mjukuu yuko na dada wa kazi. Kwa nani umelala? Mama wana mdada wa kazi. Haya mwambie amlete. Dada. Samahani naomba uniletee Ezekiel. Mara bibi yake amekuja. Kubwa huyo. Dada. Huyu ni dada yangu. Anaitwa Angel. Sisi tumezaliwa wawili tu. Huyu ndo wa kwanza, mimi ndo wa pili. Kwa dada, huyu ni mamangu mzazi. Sawa. Mama za nyumbani. Nzuri tuzaa hapa mshamba. Na huyu pia ni dada yangu. Ule ndo dada yako? Sawa sawa jamani. Kafanana na nani na mwanawe? Kafanana na Ezekiel. Ezekiel, mama yake mkubwa. Ni mama yake mkubwa na Ezekiel. Haya dada. Za nyumbani. Nzuri, shikamoo. Karibuni jamani. Karibuni sana hapa ndo kwetu. Karibuni. Kaendelea na kazi zako. Dada. Mama subiri nikakuitie mkwe yako. Haya kamuicha nimuone. Baeze. Naam. Mama ameshafika. Ameshafika? Sawa nakuja. Twende mume wangu. Haya. Mama mmeshafika? Nimeshafika baba. Karibuni sana jamani. Asante baba. Karibuni sana. Asante. Mama shikamoo. Salama kwema? Kwema baba. Shemeji habari yako? Nzuri kaka kwema. Kwema upo? Haya karibuni sana mama, jisikieni mko nyumbani. Yaani kueni na amani kabisa. Asante sana. Yaani msiwe na wasiwasi kabisa. Karibuni sana shemeji. Asante. Haya. Hongera kwa kupika mazuri. Amna kidogo tu sijali. Asante sana. Kidogo. Karibuni sana. Sawa sasa. Mama watoto. Muite dada pale basi aje. Nimeshakuwa sasa hivi mwenyeji wewe, sasa usiogope huko kwako, sawa? Muite dada afu muulize mama na shemeji hapa watumiaga jinsi gani, sawa? Hamna shida. Yaani wajisikie amani kabisa, ni wasio na wasiwasi wote, sawa? Sawa. Dada. Njoo mara moja. Dada samani kwanza. Ungevitoa hivi vitu kwanza hapa. Maana Ezekiel asija kavunja. Alafu dada, naomba uchukue kwenye friji pale soda, waletaka mama soda. Mungu na cheti na mchepuko. Hamna bana, acha wivu. Na leo lazima nikuulize. Haya basi. Weka hapa mwanangu. Acha ukorofi. Umeona mama kaja unaanza kudeka. Weka hapa meza. Haina. Mbona unaweka upande wako tena? Hata ikiita Mungu sinaiona jamani. Udadadeki. Hata kama na leo Mungu. Haya basi. Haya basi. Weka hapa si hapo. Haina. Kaa nayo tu ukitaka. Kaa nayo tu ukitaka. Haya basi. 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 H
Karibuni wageni. Aya, asante mama. Ah. Asante sana. Ndio maana alikuwa anajishauri. Hela zangu nakula sasa. Sasa na mwanaume kuelewe sasa. Nakwambia acha. Maisha kayapatia. Bwana kafriji wale mwanangu kawaka kwa visoda kabaridi. Asa mama. Mwanangu. Samahani mama. Kwa safari, samahani tu kwa mambo mengi kwa sababu ni kweli mama. Najua nimekukosea. Sana. Lakini naomba tu nisamehe mama. Lakini kilichosababisha nimekuita hapa mama. Baba. Mimi nina mazungumzo na wewe pamoja na ushemeji. Ila naomba pia labda tuzungumzie pale kibarazani kwa sababu kunaona ndani kuna joto sana. Ni kweli baba, naona hapa pana joto. Tungekaa pale nje kwenye kaupepo ili tuzungumze vizuri. Basi sawa mama, haina shida. Tunaweza tukaenda. Haya baba. Haya. Sasa mama, mwanangu. Kama tulivyozungumza ndani. Baba. Mimi ndo mkweo. Mimi ndo mkweo na mimi nimeamua kupigia simu uje huku nyumbani. Mimi nahitaji kuishi na mtoto wako. Kwa sijui mama wewe unasemaje kuhusu hilo hapa? Sasa baba, mimi niseme nini? Baba, siwezi kukataa kwa sababu nimeshazaa. Siwezi kukatalia. Naomba tu muishi kwa amani. Sawa. Nashukuru sana mama kusikia hivyo. Mwanangu. Mimi niseme tu asante mama kwa kunikubalia. Na vipi shemeji? Shemeji, mimi sina kipingamizi katika hili, maana ni jambo jema. Ndio. Kwa nimekubaliana nalo na nimefurahi sana kusikia hivyo kwa sababu hata hivyo ukiangalia maisha aliyopitia mdogo wangu ni maisha ya shida sana, kalia mimba kwa shida. Kwa kama mmeamua kufanya hivyo ni jambo zuri. Mimi nashukuru sana shemeji. Sawa. Sababu mwenyewe ilikuwa inanipa changamoto kidogo kwamba nikaa nafikiria mama mzazi huyu wa mtoto ambaye huyu ni ambaye nimemuoa mimi atakuja kusema nini kwa sababu tuna utaratibu wetu si wa Tanzania, lakini sasa kwa kuwa huyu tayari ameshazaa nikaona sababu niishi naye ili kumlea mtoto kwa pamoja, kwa sababu mtoto akiwa na wazazi wake wote itakuwa rahisi pia mtoto kwa akiwa na akili nzuri, kwa sababu baba yupo na mama yupo, kwa atapata malezi mazuri sana. Sababu huyo atakapokuwa anatakiwa kusoma, naona na mimi sitaki tena mke wangu aendelee kupata changamoto za kimaisha na kati mimi pesa ninayo. Kweli. Na kingine kuna vitu vingi sana nimefikiria. Ila nataka nikuulize kwanza shemeji kabla sijazungumza na mama. Maisha yakoje nyumbani? Kwa sababu bado mimi sijawahi kufika nyumbani. Mnaishije nyumbani huko? Maana waga tunasiliana kwenye simu kwa sijajua. Sina maana mbaya lakini nauliza tu. Kwanza shemeji yangu, maisha ni magumu sana. Kwa nini unasema hivyo shemeji yangu? Mimi ninavyoona muda aelezee mama maana. Yaani baba, kwa kweli maisha tuliokuwa tunaishi yaani magumu sana. Kwa nini mama unasema hivyo? Baba, tulikuwa yaani unakuta tunalala na njaa. Hatuna chakula. Sasa kweli yepi unashindwa kunipigia simu? Natoka hapa baba, kuna mdada mmoja hivi jirani yangu. Natoka hapa naenda kuomba unga. Baba, ninafukuzwa kama mbwa. Anakufukuza? Baba ananifukuza kama mbwa yule mama. Hasa kwa nini akufukuza wakati ni jirani yako? Siwezi kuwapa maskini mimi unga. Nendeni mkaombe nyumba nyingine.
nafanya kutupiwa mimi, atipoti yangu nilienda nayo. Niyafanya baba kutupiwa mimi. Aisee, kwa nini dada anakuwa na roho mbaya na kiwango hicho? Sijui babangu. Nakuta naenda shamba mimi. Bila kula. Mpaka kuna siku moja baba nilianguka mimi shambani njaa. Aisee, poleni sana mama. Sasa huyo dada anaitwa nani? Maana mimi kule ambako mnaishi nyie, ambako maana sio mbali sana na huko. Kuna dada ambao ni mfanyakazi wangu, waga anafanya kazi. Ni mnene fulani hivi. Anaitwa nani? Jina lake sio anaitwa. Mama nani? Mama Eriki sijui. Huyo binti na mabinti wawili. Lakini namjua kwa jina lake na anaitwa Mama Karen. Mama Karen. Mama Karen. Mama Karen. Mama Karen huyo. Sasa mbona huyo dada ambaye anafanya kazi kwenye kampuni yangu anaitwa Mama Karen? Basi baba naona ndio huyo. Ni mweupe ni bombe? Mweupe mnene babangu. Yaani yule mtoto ana roho mbaya baba. Mama Karen ambaye anafanya kazi kwenye kampuni yangu mimi ndo anakuwa na roho mbaya kama hiyo. Baba ana roho mbaya yule binti. Amefanya kunifukuza mimi, kanitupilia bakuli kule getini. Hebu ngoja mama kwanza nipigie simu. Mimi nafanya tu kama nyanya mteja huko. Ndio. Sawa mwanangu. Mama. Baba. Yeye. Ni yeye? Yeye. Mtoka kuongea naye kwenye simu hapa sasa hivi. Yeye. Ndio hivyo baba. Huyu dada kuna inakuwa na roho mbaya kwa kweli. Sababu mimi naishi na wafanyakazi wangu vizuri sana mama.
nimemwachia kiasi cha pesa kidogo cha matumizi, kwa sababu huyu mke wangu pia atabaki hapa. Mimi nitakaporudi huko nitaangalia utaratibu wote. Kesho tutaenda kwenye hiyo nyumba nyingine. Kwa hiyo utaishi hapa, jisikia amani, yani na furaha kabisa, na kuna biashara kapo hapo. Unaenda kufanya biashara kujiingizia kipato, maisha yanaendelea. Sawa mama? Nashukuru baba. Kwa hiyo kuwa na amani, yani usiwe na wasiwasi. Basi haina shida hapo. Mume wangu, mpe mama yako mkwe ile surprise. Nimekumbuka. Mama. Mume wangu, kumbe nyumba yenyewe ndio hii. Sasa unashangaa nini? Lazima nishangae. Kwa sababu gani? Mungu wangu. Kwa sababu gani wakati tunakuja kuomba msaada, tunakuja kuomba kwenye nyumba hii? Hii nyumba hii hapa. Nyumba ndio hii, geti ndio hili. Maandishi ndio yale. Sasa huyu ndo dada ambaye anafanya kazi kwangu. Ambaye anaitwa Mama Karen. Sasa sikia, umefanya vizuri sana wewe kuja leo. Twende, alafu yeye mwenyewe kama alifanya hayo mambo mabaya aliyokuwa ameyafanya, basi ataibika atakapokuona. Mume wangu, siku zote ulifukuza kwenye hii nyumba. Leo tena tuende kwenye hii nyumba? Hapana. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kitu ambacho sichokijua. Hii nyumba yenyewe nilimnunulia mimi. Mume wangu ulimnunulia wewe nyumba? Nilimnunulia mimi, yani kila kitu hapa nilifanya mimi. Na maana alikuwa anafanya kazi nzuri sana. Yani kazi. Mume wangu, mimi sijaelewa. Unasema ni mfanya kazi wako unamnunulia nyumba kweli? Ni ubora wa ufanyaji wake wa kazi. Ndio maana nilifanya hivi. Hapo itakuwa kuna kitu. Twende mama. Hamna kitu. Wewe twende. Twende tu mume wangu. Twende, hii nyumba nitamwachia, ila kazi hana. Odi. Karibu. Asante. Wewe vipi? Odi mpaka ndani. Bosi. Shikamoo bosi. Habari yako? Salama. Kwema kabisa. Kwema za huko? Mama Karen. Za majukumu. Tunashukuru Mungu. Yaani naona umependeza kweli kweli. Hata sijapendeza sana. Kweli bwana umependeza. Wala tu kawaida bosi. Sawa, sasa leo nimekuja na surprise yako. Surprise gani tena bosi? Nimekuletea wifi yako. My wife. Mona. Vipi Mama Karen? Una shida gani? Hamna. Samahani bosi. Bila samahani. Hivi huyu ni mke wako? Unauliza hivyo Mama Karen? Hamna bosi, huyu binti kama anamfananisha. Unamfahamu wewe? Naona kama anamfananisha. Sio wao walikuwa wanakaa hapa jirani kwangu kweli? Alikuwa anakaa nyuma wapi? Epi au anamfundisha nani? Ndiyo. Ni yeye, kwani kuna tatizo? Mungu wangu. Kwani kuna tatizo Mama Karen? Maana unashtuka sana na nakuona una hofu. Shida nini? Hamna bosi wangu, hamna shida yoyote. Au unafahamiana na huyo binti? Hapana, sifahamiani naye. Wife. Wewe unafahamiana naye? Nafahamiana naye mume wangu. Sio mama alikuwa atunyanyasa. Ndio huyu Mama Karen. Wakati nina mimba ya mwanao. Basi sawa, limeisha hii. Ngoja nitazungumza naye. Karen. Abe. Mama mimi mtoto wako atupishi kidogo na mazungumzo na wewe. Sawa. Nakusikiliza bosi. Mama Karen. Abe bosi.
Kuna vitu hapa naona kama haviko sawa. Vitu gani bosi? Na wewe unanijua vizuri, nataka tu niingie mbali kidogo. Ona nifahamu vizuri. Mimi ni bosi ambaye mwenye roho nzuri sana. Sijawahi kumnyanyasa mfanyakazi wangu wote pale kazini. Na hizi hilo nalitambua. Na huwa mfanyakazi akifanya vizuri, huwa anampa zawadi nzuri sana. Naamini hata wewe pia hicho kitu kimekutokea. Sasa hii tabia ya kunyanyasa watu umeitoa wapi? Na ndio kilichonifanya mimi nimetoka nyumbani kwangu nimekuja, kwa sababu unajua kabisa mimi yaani mara chache sana kuniona nakuja. Na mpaka ukionana mimi nakuja maana yake nina jambo, kwa sababu mimi ni kazi nyingi sana nasubiri. Kwa nini ulikuwa unamnyanyasa huyu? Nisamee bosi, sikujua. Mama Karen, mimi wafanyakazi wangu wote nimewafundisha upendo. Upendo ndio kila kitu. Sasa wewe unataka kumdhamini yule ambaye unamfahamu? Unataka kumdhamini yule ndugu yako uliozaliwa naye pamoja? Haya sasa, leo kiko wapi Mama Karen? Mtu uliokuwa unamnyanyasa ndio mke wa bosi wako. Maana yake mke wa bosi wako ndio bosi wako wewe. Sasa kiko wapi leo sasa? Unamnyanyasa, tena unamnyanyasa kipindi mjamzito. Anakuja kukuomba unga kapika hata uji unamkatalia. Mbona wewe kipindi una mimba unakuja kule bosi naomba msaada, nilikuwa ninakusaidia. Na nilikuwa sikukati kwenye mshahara wako. Kwa nini unamnyanyasa huyu hapa? Haya sasa, wewe umesema kwamba anamnyanyasa mtu ambaye usimfahamu. Kilichokuja kutokea umemnyanyasa mke wa bosi wako. Unamwangaliaje sasa huyu? Kwa sababu nikitoka kwenye kiti mimi, huyu sasa ni mke wangu na ninaishi naye. Nikitoka kwenye kiti mimi, anakaa huyu. Maana yake ana mamlaka hata kutimua kazi. Naomba unijibu Mama Karen. Karen, kumbuka nilikokutoa. Ulikuwa ukiishi maisha ya shida, ulikuwa ombaomba na watu walikuwa kukusaidia. Lakini hayo yote uyakumbuki. Mimi nilijua kwamba nimepata mfanyakazi bora sana ambaye anaweza kusaidia kila mtu mwenye uhitaji. Lakini Mama Karen, unakuwa mtu wa kwanza kunyanyasa watu. Unamnyima mtu kibaba cha unga kilo moja shilingi 1200. Wewe 1200 nakusaidia nini? Mama Karen, leo natoa maamuzi magumu sana. Kuanzia leo kwenye nyumba utatoka, na kazini kazi basi. Kuna kazi tena. Kwa sababu hii nyumba nilikununulia mimi kama zawadi. Lakini kwa kitendo ulichokifanya, nataka niweke fundisho kwa watu wengine. Umenielewa Mama Karen? Samahani sana bosi wangu. Naomba unisamehe, ukinitoa hapa mimi nitaenda wapi bosi? Nataka ulipie kile ulichokifanya. Nataka ulipie kile ulichokifanya Mama Karen. Bosi, naomba unisamehe. Naomba unisamehe, mimi nitaenda wapi na watoto wangu jamani? Naomba unisamehe bosi wangu. Mama Karen, naomba unisamehe bosi wangu jamani. Mimi nitaishije bosi? Kwa hili siwezi kukusamehe. Nisamehe bosi wangu. Mimi nitaishi wapi? Nitaenda wapi bosi wangu? Utakujua hapo, utajua mwenyewe utaenda kuishi wapi. Sawa, nilitenda sikujua yatatokea haya. Naomba unisamehe bosi. Bosi, naomba unisamehe. Kaa chini. Shida nini my wife? Kwani unachoongea mwanzo usikilize? Nisikilize nikwambie mke wangu. Unajua kwenye maisha hata vitabu vya dini vinasema upendo. Msaidie yule anayekuomba. Hata kama ni kidogo. Hata kama hauna. Muonyeshe ule upendo, hata akiondoka najua kabisa huyu mtu hana. Lakini alichokifanya Mama Karen. Mama jana anazungumza. Mpaka namuonea huruma. Amekuja kuomba karibia mara 2 mara 3. Mama Karen amemnyima chakula. Unakuja wewe unamuomba hapa msaada. Mama Karen amekufukuza ukiwa na dada yako na ukiwa mjamzito. Hasa je, huyu anastahili msamaha? Wewe unajua neno msamaha?
lina herufi ndogo lakini ni kubwa kwa mwanadamu anapokuomba msamaha. Muone mama watu wanapopiga magoti na machozi bila na mmiminika. Kwa hiyo wewe unaona la dada watu wanapolia namna hii. Unaambiwa msamehe. Hata kwenye Biblia mume wangu imeandikwa msamehe 7 mara 70. Hili ni kosa la kwanza, hata mimi amenifanyia. Lakini mume wangu nahitaji nimsamehe huyu. Sihitaji kumbeba. Kwa nini unataka kumbeba mtu? Basi sawa. Mama Karen. Bosi. Mimi nimekusamehe. Lakini najua kwamba kupitia hili umejifundisha kitu. Na ushukuru Mungu tu. Huyo ambao ulikuwa unamnyanyasa leo ndo aliokuokoa wewe. Je, angeungana na haya maamuzi niliyofanya nini? Wewe ungefanyaje? Ungefanyaje? Dada, naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Usijali. Kuwa na amani. Sawa dadangu. Sawa. Mimi bosi wako ndo nimezaa naye yule mtoto ni huyu hapa. Sawa. Anaitwa Ezekiel. Amekusamehe sana wangu, umemsamehe? Mimi nimemsamehe. Lakini nina vingi vya kuzungumza naye. Lakini nimemsamehe kwa hivi. Naomba msamehe kwa sababu gani mume wangu? Jifunze neno msamaha. Lina herufi chache lakini mtu anapokupigia magoti na kuomba msamaha ni neno linaloheshimika mume wangu. Hivi Ezekiel atakuwa kwenye maadili gani? Wewe msamehe tu kwa moyo mmoja. Mimi nimemsamehe kwa sababu ubaya alikufanyia wewe. Na mimi sikujua kama anafanya nini. Mama Karen. Mimi nimekusamehe. Kazi unaendelea kama kawaida na hapo utaishi kama kawaida. Lakini nataka nikuombe kitu kimoja. Naamini kupitia hili umejifunza kitu kikubwa sana. Na kuomba usaidie mtu yote anayekuomba. Haijalishi ni ndugu yako, haijalishi ni nani, kwa sababu wote sisi ni wamoja. Sawa, sisi wote tumeomba na Mungu huyu mmoja, sisi ni familia. Chochote unachokuwa nacho hata kama ni kidogo, mgaie, Mungu atakubariki kupitia hicho kidogo ulichokitoa. Umenielewa? Kwa hiyo usitaki tabia ijirudie tena. Naomba uwe na amani na huyu muone tu kama bosi wako, na hata kama amekuja kwa sababu kuwasalimia, basi ishi naye tu vizuri. Ila kingine nataka nikukumbushe kitu kimoja. Huyu hapa sasa hivi naishi naye na mama yake mzazi pamoja na yule dada yake. Nimewanunulia nyumba ambayo nilikuwa nikiishi mimi sasa. Nimewaachia wao, ambao nyumba yangu mpya nilikwambia nimenunua, nimeachia wao. Sisi tutaishi na mke wangu nyumba nyingine. Umenielewa? Sawa. Kwa hiyo sasa yani naomba ubadilike. Umenielewa? Sawa. Kwa sababu angalia maisha ulioishi wewe, umeishi maisha ya shida sana. Na watu walikuwa wakikusaidia. Mimi nilitarajia kwamba utakuwa msaada kwa wengine. Angalia kazi umepata kwa ugumu. Mimi niliona huruma kukusaidia. Na maana mimi nisingeona huruma kama wewe ulivyokuwa. Maana yake kazi usingepata. Basi nakuomba ujitahidi sana kuwasaidia wengine. Umenielewa? Sawa. Basi sawa, mimi nimekusamehe. Kuwa na amani. Amekuelewa mume wangu. Basi tumemaliza. Hapo tumemaliza. Sisi hatuna muda wa kukaa. Basi bosi, hata nikaagiza watoto soda waletee. Hapana. Muda haututoshi kwa sababu nimepitia toka mara moja. Tumalize hili. Na natakiwa niende kazini na naomba kesho uje kazini. Sawa bosi wangu, nashukuru kwa kunisamehe sana. Haya basi. Dada, sisi tunaenda. Kuwa na amani. Tunakutakia siku njema. Haya, asante.